Katika Mathayo 21 mstari ule wa 12 na wa 13 utasoma habari hizo hapo, ambapo Yesu aliwafukuza na kuwatimua watu ndani ya hekalu kwa sababu ya kufanya biashara ndani ya hekalu. Na hivyo basi sisi nasi tunapaswa kugawanya muda wetu vizuri. Kabla hatujakubaliana na milio ya simu, hatujakubaliana na vitu mbalimbali katika simu zetu, jambo la kwanza tuweze kuiweka familia kuwa ya kwanza. Mwandishi anasema athari za kuwa na miito mingi ya simu huwa zinaharibu mtu kisaikolojia. Halo? Miito mingi mpaka sasa unakuwa umekosa nafasi ya kuweza kushiriki pamoja na familia yako. Mwandishi anasema kitendo cha kupuuza simu inayoita wakati wa muda wa familia ni uthibitisho wa vipaumbele vya ukweli. Yaani pale unapokuwa umeipuuza hiyo simu na ukaendelea kuwa na familia, inathibitishwa kwamba wewe sasa umeanza kuwa shujaa ama mshindi wa kushinda uraibu wa simu. Jana tuliulizana maswali hapa kidogo kwamba kwa siku ya leo umepokea simu ngapi, umepigiwa simu ngapi? Kila mtu alikuwa amepigiwa simu kwa wote tuliokuwepo hapa. Nikawaambia hata mimi nilikuwa na simu karibu 50 ambazo zimepiga kwangu ama zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya huduma zangu ninazozifanya napata simu nyingi. Lakini kuna wakati simu zitaita na ziangalia, ni mpaka nione kwamba ile simu hii bila shaka ina majibu ya haraka ama inahitaji kufanywa jambo la haraka, ndipo naweza nikaiokota. Lakini sasa simu zimekuwa na madhara mengi. Ajali nyingi zinazotokea barabarani ni kwa sababu ya miito ya simu. Kuna jamaa yetu mmoja alipigiwa simu akiwa katika barabara kubwa highway, na alipopigiwa simu ile ikawa kama imemshtua. Akaangalia, sasa kushtuka, gari imeyumba, daraja liko pale na kona. Kwa hiyo akaingia kwenye nguzo ya daraja na maisha yake yakakatika hapo kaisha. Kabidi arudishwe ndani ya sanduku. Sasa miito ya simu. Na hizi pikipiki tunazopanda za bodaboda, bajaji, wana tabia za kusikiliza simu na huko anaendesha. Uongo kweli? Lakini abiria huko pale kumkemei kwamba oya, habari ya simu na mimi umenibeba nishushe, kama ni biashara hiyo. Kwa sababu lolote laweza kutokea. Mkono mmoja umeshika steering yenye miguu miwili tu, na huyo mtu anasikiliza simu tena. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokuwa tumepuuza milio ya simu, tunakuwa katika usalama zaidi. Si hilo tu, hata katika kuendesha ama unapokuwa na drive gari lako, teknolojia imeongezeka sana. Basi tumia mlio fulani ama simu yako iweke mahali ambapo utaweza kupokea hata kwenye gari yako tu. Upokee hiyo simu kama unataka kuipokea, badala ya kuichukua na kuiweka kwenye sikio ukitumia mkono mwingine na huku mkono mwingine unaendesha gari. Ni hatari sana, ila mtu anayepuuza milio ya simu kwa wakati mwafaka, huyu anaitwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Na inahitaji moyo kupuuza simu, kwa sababu simu zingine zinapiga eti nilikuwa nakusalimia tu. Simu nyingine inapiga ambia nitaka nijue kama upo hewani. Mwandishi anaendelea kuandika, asema mambo yanayojenga, mambo yanayohusu maendeleo ya baadaye ama mustakabali wa familia yako, mambo yanayohusu watoto wako yanahitaji kuwa na muda mzuri wa kuzungumza ana kwa ana. Mguso, ushirikishwaji, tunaliita bunge la nyumbani. Bunge la nyumbani linapokuwepo, kila mtu atakuwa na hoja yake. Kuna watoto wanaonewa shuleni, lakini hawana mahali pa kutolea mzigo wao wa kuonewa, maana kila mtu yuko busy
baba anakuja nyumbani saa 6 za usiku na anaondoka saa 11 alfajiri, watoto wamelala. Ni muda gani utapata nafasi ya kuzungumza na watoto wako? Na hata unaporudi basi, ikitokea bahati nzuri umewakuta wako macho, lakini mtu yuko bize na mnyama simu, ama mnamuita mnyama mjanja. Wakati fulani wenzetu wanatuhitaji. Mwenzi wako anakuhitaji, whether ni wa kiume ama ni wa kike. Mwe na mazungumzo ya mustakabali wa kifamilia. Wakati huo anapokuhitaji, mzungumze katika mustakabali wa kifamilia. Ndipo unakuta mtu yuko bize na simu yako. Tuwe na muda mwafaka, muda mzuri wa kuzima vyombo hivyo, na hatimaye tuzungumze mustakabali wetu. Lakini pia muda mzuri wa kuweza kushuhudia na kusoma mambo yanayohusu wokovu wetu. Wangapi walisoma kesha la asubuhi leo, ama waliweza kushiriki kwenye kesha la asubuhi wakalisoma? Nyosha mkono, usiogope, nyosha hivi mkono. Okay, watu wachache. Lile kesha lilizungumza kitu cha maana sana, kama mtalikumbuka. Unaweza kushirikisha lilisemaje kwa ufupi? Ama ndo ulishasahau? Amina. Waliopo kanisani, asante sana, wewe umekumbuka vizuri kwamba kanisani tuna wahitaji. Yaani kuna watu hawajafanikiwa kimaisha, lakini wanasali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo tu peke yake ni ya kumshukuru. Huyu mtu hajafanikiwa kimaisha, lakini bado anakuja kumcha Mungu. Lakini ndani ya kanisa pia kuna watu wamefanikiwa kimaisha, wana mali mpaka zimewapita, hawana mahali pa kuzipeleka, wamefanikiwa, yani wako well off. Sasa kesha letu likasema ya kwamba hawa waliomo kanisani ambao hawajafanikiwa, Mungu amewaweka kwa makusudi kuwa tanzi la kwenda katika ufalme wa milele. Ya kwamba wale waliofanikiwa waliwajali vipi? Waliwachukuliaje? Je, unamuona tu ni mtu mzembe fulani ambaye hakufanikiwa kimaisha alafu anakusumbua sumbua? Ama unamchukulia kama ndugu msikitikivu, ndugu katika Kristo, ya kwamba utaweza kumsaidia vyovyote vinginevyo itakavyokuwa, liwalo na liwe nitamsaidia? Dorcas huwa wana kapu fulani, sijui bado lipo ama lilipotea. Lipo, ambalo huwa wanaweka bidhaa humu ndani. Kuna wanaoleta nguo, kuna wanaoleta vyakula, kuna wanaoleta chochote. Sasa mahali fulani Dorcas walipokea nguo, na walipopokea nguo kuna rafiki akapewa zile nguo, na alipopewa zile nguo mwenye kuzitoa siku fulani akasema, unaona zile nilitoa mimi zile. Cheki zilivyompendeza. Yani watu wengine washukuru tu uwepo wa Dorcas. Yani ona alivyopendeza. Alikuwa hana hali yule. Yale maneno yakamfikia mwenye nguo zile aliyepewa. Je, alijisikia furaha moyoni? Sasa jambo hili katika ulimwengu wa kidijitali, kuna mambo fulani ambayo huwa tunayafanya binafsi huwa siyapendi. Wanaoyapenda shauri yao, ila mimi binafsi siyapendi. Moja, tumeandaa sabato ya wageni. Halo, hivi nimesemaje? Tumeandaa sabato ya nini? Ya wageni. Hubiri limeongea vizuri hapo. Tayari aliyekuwa na sabato ya wageni amejikamua na maneno yake aliyoyataka, kwa sababu wageni wapo. Siku hiyo ndio mtu anatunga hubiri la sabato ya kweli, kwa sababu wageni wamekuja. Watu wengine wanavunja sabato.
anaongea anavyojua hapa na wageni wale tuliowaalika. Baada ya hapo tunaingia katika kamera. Wageni wetu karibuni hapa mpate zawadi na nini. Tunaingia kwenye kamera, tunawaweka mtandaoni. Leo Kinyerezi tulikuwa na sabato ya wageni. Wageni wamekuja ndio hawa. Wamekula vitabu lakini pia wamekula chakula kwenye mtandao. Hivyo nafikiri yule mgeni anafurahia lile jambo la kutangazwa kwamba alikuja mahali hapa akafanywa 1 2 3 mtandaoni. Halo? Yaani hiyo ni chungu lakini imezwe. Mgeni anapokuja anatarajia mambo yake. Wengine wamejificha kuja hapa. Wale tunaowaita akina Nikodemo. Tunazungumzia habari ya dijitali. Wamejificha wamekuja. Sasa anakuja kujikuta anapoingia tu kwenye mtandao Hamadi yuko hapa na vitabu vyake alivyogawiwa. Na huo mtandao unaona na ndugu zake wengi huko. Je, tumemtendea haki? Tuwe makini na digital. Na kuna watu wanapenda sana kuonekana kwenye mtandao, kujirusha. Lazima uwe na sababu kwa nini uonekane mtandaoni. Yaani mtu anajisefi afu anarusha. Ili iweje? Wakisha kuona alafu baada ya hapo jaribu kupiga picha kwamba Yesu na yeye angelikuwepo na simu janja hizi, angejisefi alafu akarusha. Ndio maana inazungumzwa kwamba sisi watu hawa ambao tumemfahamu sana Bwana, dunia lazima itushangae wakati inakwenda huku, sisi tunakwenda huku. Familia ambayo imekuwa ni shujaa katika kusimama na kusimamia bora mambo ya mtandao haitakuwa familia yenye uraibu wa kila wakati kujirusharusha mtandaoni. Kwa mfano, mke wako ana siku yake ya kuzaliwa, alafu unatupa mtandaoni, mke wangu nakupenda sana, umezaliwa. Ili nani aelewe hilo? Kwani ukaenda ukamwambia baby, yani leo mke wangu, leo ni siku yako ya kuzaliwa, nakupenda sana, live kurusha pale mtandaoni, ndio iweje sasa? Ili watu waanze kusema hongera bwana, alafu ukisha hongera nini kinatokea? What goes on? Tunapaswa kukomaa kuwa watu wazima wa kiroho, kwamba hili linastahili, hili halistahili. Watu wananiulizaga, wewe mbona huonekani sana mtandaoni? Sio kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wala hata sitafutagi kwamba nijirushe mahala fulani watu wanione, ili wakishaniona kuna kuwa nini baada ya hapo. Kwa kuwa na muda maalum wa kukaa na familia yako, kujadiliana mipango inayohusu familia. Watoto wanahitaji kupata upendo wako. Pale kwangu ninaishi na wajukuu wangu 2. Mchana kajukuu kalikuja, kakasema nina habari njema. Kaambia una habari njema gani? Nimechaguliwa kuwa monitor wa darasa. Na mimi nikampongeza kwamba hii ni habari njema, nitakuletea zawadi ya saa ili uwe unaangalia muda. Bwana Yesu asifiwe. Je, kama ningelikuwa ni mtu wa kukaa na mtandao tu, nisingepata muda wa kukaa na hao watu kuzungumza, anipe taarifa zake kwamba ana habari njema kwamba leo ameteuliwa kuwa monitor. Tuwe na muda mzuri wa familia. Milio ya simu tuiweke kando. Simu zitaita kama kawaida, lakini zina muda wake. Baada ya panga ratiba yako, kuna muda wa kazi, dili na simu za kazi. Kuna muda wa familia,
dili na familia. Bwana Yesu asifiwe. Sio muda wote tuwe busy tu, na hata kazi ina masaa yake mwisho. Hivi masaa ya kazi ni mangapi mzee? Masaa ya kazi, tukienda kazini tunafanya masaa mangapi? Masaa 8. Ukiwa na overtime unaongeza 2 pale juu yake, yanakuwa 10. Baada ya hapo off, kuelekea wapi? Nyumbani. Sasa nikishafika nyumbani, simu zinaweza zikalia tena za kazi, kwa wale watu ambao wana kazi zinaitwa special, kama za kuokoa uhai wa mtu. Lakini simu zingine ambazo sio za kuokoa uhai inabidi zikae kando kwanza, tumalizane na familia. Na hata watenda kazi ama mabosi wanaijua kwamba muda fulani ni muda wa familia na muda fulani ni muda wa kazi. Mwandishi anatuambia kwamba tafadhali mjue kwamba wewe na familia yako mumeendelea kuwa katika maombi ya wana familia wengine, ili iweze kuwa familia bora zaidi ambayo itaenda na mpango mzuri wa kidijitali. Baada ya kuyasema hayo, kwa kuwa somo la leo lilikuwa ni fupi kwa kiasi hicho, niruhusu maoni, maswali kuhusiana na nafasi takatifu ya muda wa familia kupinga udhalimu wa mlio wa simu. Nini kifanyike, ama unapitia changamoto gani katika kushindana na uraibu huu wa simu? Binafsi ninaendelea kuushinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wewe je? Yaani mimi binafsi naendelea kuushinda. Sijashinda sana, lakini naendelea kuushinda. Muda ukifika nina off simu yangu, pamoja na wote na hudumu nao watatulia tu kwamba saa hii sio saa ya kupiga simu. Akipiga ataambiwa mtumiaji wa simu unayempigia hapatikani kwa sasa. Ataacha ujumbe wake hapo, siku nitakapofungua asubuhi simu nitaupata. Je, wewe habari gani?